Ni muda mfupi uliopita tu NASA wakitoa tangazo lao ambalo lilisubiriwa na taifa zima hili la Kenya kwa hamu na hamumu, wakisisitiza kwamba wako na kila sababu, wako na vile ushahidi wa kutosha kwamba watakwenda kotini ili waone kama haki itapatikana kulingana nao. Na ndio maana wanajiunga nami hapa wachanganuzi wangu. Mwisho kabisa kule ni Bwana Barua Njogu, mheshimiwa ambaye kama nilivyokutaarifu alikuwa anawania kiti pale Gishogu, lakini mambo yakawa hivyo, au sio? Alafu vile tuko na Brian Weke ambaye ni wakili na pia mchambuzi. Karibuni sana. Asante. Aha. Nikusema vile amesema atafanya leo ndio angefanya kutoka Wednesday kwenda kotini. Kwa vile hii uchaguzi ulikuwa unaandaliwa na IBC. Na kama walikuwa na shida yote na matokeo, wangeenda kotini. Kwa vile lazima sisi zote wa Kenya tujue kuko na mpangilio ya uchaguzi. Na iko mpangilio, kama mtu hajatosheka na matokeo, bali atafanya. Na hiyo hakuna choice nyingine, ni mtu kwenda kotini. Ile Raila Amolo Odinga alifanya kwenda Kibera kuhutubia wananchi na kama incitement, kwenda Mathare kufanya vile hiyo haijafaa, na angefanya hivyo. Kwa vile ni mtu ambaye ni mzee, lakini hatukumsikia kichochea umma pale. Okay. Akiongea kwa hotuba yake alisema Wakenya wakae kwa amani. Hiyo ndio amani tunataka, na tujue elections have been contested elsewhere. Kama the year 2000 tulikuwa na Marekani, George Bush and Al Gore walikuwa na tofauti. Al Gore akaenda kotini, akaenda Supreme Court ya America, uamuzi ukatolewa, Bush ndio alikuwa amechaguliwa na Marekani ikaendelea sawa. So tunasema hapa, kwa vile sasa naenda kotini kesho, tutapata uamuzi. Na huyu uamuzi ukipatikana, Kenya itaendelea kwa amani na maendeleo. Brian, hisia zako? Kwanza ni kumshukuru kiongozi wa NASA Raila Odinga. Kwa sababu ukiangalia utaratibu wa katiba, basi inasema ya kwamba kama ukweli, basi ni muhimu wa Kenya wajue ya kwamba ni ukweli ama si kweli. Unajua ukisema ya kwamba kompyuta imeongeza, tumeibiwa kura, hatujaibiwa kura, sisi tumeshinda, tujashinda, basi ule atatuamulia ni Supreme Court, ambao atatuambia ya kwamba yeye unasema uliibiwa namna gani, hapa ulipata kura ngapi, hapa ulipata kura ngapi. Kwa hivyo mimi naona ni ya kwamba hii itatusaidia kama Wakenya tujue ya kwamba kama kura imeibiwa ama ikuibiwa, kwa sababu Lofty ni muhimu. Principle ambayo tuko nao kwa katiba ambayo inasema one man one vote, ambayo tunaliita universal suffrage. Ni muhimu wa Kenya waweze kuamua. Ni leo hii Lofty kijana ile tunasema mtu mmoja kura moja. Kwa hivyo ni muhimu, na wacha tuone evidence ambao itatolewa kotini. Naam. Je, haya waliyosema NASA matangazo lao lilisubiriwa ama lilitarajiwa na wengi, ama walikuwa hao wenyewe pia wanajua ni kwamba walikuwa wanaweka karata zao chini ya meza? Brian, unajua ukiangalia the last election, kulikuwa na shida mingi sana kwanza kutafuta evidence. Team ya CORD walisema mapema sana ya kwamba wataenda kotini. So timu ya Jubilee wakaanza kujipanga mapema. Sasa hivi nadhani vile CORD wameenda wakasema hawaendi kotini. Kulingana na mimi kama mdadisi wa mambo ya kisiasa, nadhani ilikuwa strategy. Walikuwa wanashikilia, wanakanyagia ni kuweka kadi chini ya meza. Njogu, ni kweli walijua wanachokifanya ama walikuwa wanatetemesha na kubabaisha wa Kenya tu? Hiyo naiunga mkono. Kwa vile wakati nisikia Orengo akisema, Mheshimiwa James Orengo akasema court is not an option. Mimi nijua mara moja hao watu wa NASA wanataka kudivert attention ya Jubilee kwa mambo mengine, wakati wanajipanga kutengeneza makaratasi ya kwenda kotini. Lakini hiyo ilikuwa wakati mtu anaangalia hii scenario yote. Kusema kweli hatu kuona any other option walikuwa nayo. Na tukio ingine Orengo alisema ikanistua sana, ni vile alisema kwa kimombo, this is not when you can say the country is bigger than an individual. Sasa leo amesema the opposite. So yenyewe ilikuwa kama strategy ya kudivert attention ya Jubilee. But vile nasema mimi, wacha waende kotini.
so that haki ipatikane na Kenya iendelee kukaa na amani na maendeleo. In future tunataka tuwe na uwazi kabisa, such that kama niweke anataka kusimama rais wa Kenya ama governor wa Ngogoyo, whatever it is, anapata haki hiyo, anasimama without fear of fear. Naam, Bwana Barua, wewe ulikuwa unasimama na tiketi ya Jubilee kule Gishugu na ukaangushwa. Hivi Kuna shida. Lakini kama mimi mwenyewe tuseme kwa mfano mimi nimekuwa mbunge. Si ati nilikuwa nagombea, nilikuwa na defend kiti. Na vile iliendelea kwa wakati wa nomination, mimi nikaona afadhali tuende mbele kama nchi. Kwa vile sikuwa na hiyo mambo ya kwenda petition. Hii mambo ya kusema ikienda hivi na hii, wacha let us not anticipate matokeo ya Supreme Court. Wacha Supreme Court ifanye uamuzi. Uamuzi ikifika ile itatoka, Kenya tutajua tena njia gani. Naam, Brian, litakuwa pigo kiasi gani kwa Jubilee iwapo, na je watalikabilije? Unajua, kwanza wacha niseme hivi. Unajua umuhimu wa kura wetu lofty. Na nimekwambia one man one vote has to apply. Unajua imefanyika. Na and that hiyo ndio mambo hatutaki katika nchi yetu. Tunataka. Kwa unasema Barua angeenda kotini. Unajua ni muhimu tujue ya kwamba kama watu wa Gishugu walisema ni Barua na waliamua wanataka Barua. Ni muhimu Barua, kwa sababu it's never about mtu mmoja. It is not about Barua. It is about the will of the people. Wewe umeniuliza ya kwamba wakienda Supreme Court NASA iweze kushinda au Jubilee iweze kushinda. Mimi singeiangalia hivyo. Kwa sababu kitu muhimu ni processes ambao tumeweka. Kitu muhimu ni Wakenya wakuwe wameshinda. Kwa sababu kama Wakenya wamepigia Jubilee, basi ni muhimu hiyo itiwe maanani. Ni muhimu hiyo ihesabiwe na ikuwe ya kwamba hao ndo walichagua. Na kama ni Uhuru Kenyatta, basi ndio hivyo. Kwa hivyo mimi ukiniuliza, Supreme Court inafaa iangalie evidence, na kama ni kweli kulikura iliibiwa, democracy is very expensive. Watu warudi kwa debe. Sioni shida yote. Na hiyo si kusema ati NASA imeshinda ama Uhuru Kenyatta akiwa ametangazwa ya kwamba alichaguliwa kihalali. Si ati ni Jubilee imeshinda. Ile muhimu ni demokrasia. Ile muhimu ni Mkenya, na ile decision yake lazima iheshimike. Njogu ulitaka kuchachawiza. Nilikuwa kidogo nasema hapa. Ulisikia rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa, Supreme Court ndio wa Kenya watafuata. Na vile nataka kusema hapa, watu wa NASA wakiongea na Wakenya wasifanye kuonyesha Wakenya ni kama wanastaki Jubilee. Ile kitu wanaenda staki ni IBC, sio Jubilee. Kwa vile the arbiter was IBC. Tutakuwa tunakuja kuangalia, manake katika taarifa ya Raila Odinga ametaja haya mashirika ambayo yanashtuliwa na shirika angalizi na simamizi la NGOs. Nazungumzia Africog na vile vile KHRC. Lakini kwanza hebu tuangalie tu kwa kunukuu pale katika kiwambo chako mtazamaji. Je, NASA imezungumzia? Aliungama wazi kwamba hakuwa na fomu zote 34A. Hilo ni la kwanza. NASA amezungumza. Tumeokota tu kidogo mawili matatu. La pili ni kwamba hii inamaanisha kuwa matokeo yote shikilizi na ya mwisho hayakuwa halali. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta alitangazwa kuwa mshindi kinyume cha sheria. Na tukisonga mbele, misimamo ya NASA zaidi ni kwamba anasema hatimaye usiku wa Ijumaa IEBC ilimtangaza Uhuru Kenyatta kuwa amechaguliwa tena, ijapo tume hiyo ilikiri kuwa ilikuwa na fomu 34 kutoka vituo 1029 pekee na wala si vyote 40 na zaidi. NASA ikaendelea kusema hivi mtazamaji, kwamba waangalizi kuhalalishi misimamo ya baadhi ya waangalizi kwamba tukubali matokeo, ila tunatoa nafasi na vile vile sauti kwa watu ambao walijitokezea na wakatokezea katika kupigwa na baridi na vile vile jua kali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017 kuweza sauti zao kusikika. Vile vile Raila Odinga akaongezea na kusema kwamba japo twaenda kortini, twafahamu kuwa tangu Uhuru Kenyatta na William Ruto waonye mahakama hadharani, IEBC haijawahi kupoteza kesi hata moja kortini. Huyo ni Raila Odinga. Tukimalizia, nafikiri hiyo itakuwa ndio ya mwisho, na mwisho kabisa wanasema tunaenda katika mahakama ya juu
yametetemeshwa kidogo. Na katika hali hii ambayo tumeshuhudia leo, wengine kuweza kufurushwa katika sajili, afisi vile vile kuingiliwa, je, NASA ina ushahidi wa kutosha ama wanawategemea tayari wameanza kupata pigo, watashika mti gani, Brian? Kwanza wacha niseme hivi Lofty. Ni uchungu sana. Naam. Ya kwamba katika hii era ambao tuko, katika hii 20th century, katika hii mnamo wa katiba mpya, bado tumeanza kuraid ma NGOs kama nyakati ya KANU. Ni uchungu sana. Kwa sababu, na ni kwa nini sasa hivi? Unajua ya kwamba AFRICOG na Kenya National Commission hao wametoa habari hata. Kwa hivyo kwa kimombo nataka kukondem hayo mambo ambayo yanafanyika. Hiyo ni mambo ambayo imepitwa na wakati. Sasa hivi tuko kwa free society. Tuko kwa society ambao kila mtu ako na uhuru wa kusema yake na ile ambayo anaamini. Kwa hivyo ni uchungu sana. Sasa hivi tunaona ya kwamba mashirika zina raid NGOs sasa hivi ambao elections tumemaliza. It is very sad. Je, NASA ilitegemea kiasi gani mashirika haya? Je, linaweza kuwa pigo hili kwa kesi hii? Wacha niseme hivi. Unajua NASA, ungeniuliza, walisema wako na agents katika kila polling station. Kweli? Ambao zilikuwa around 40 katika polling station. Yes. Form 34B ni matokeo za polling station zote katika constituency zinajazwa. Kweli? Katika constituency. IBC wamesema hao kulingana na venye wamesoma sheria na vile Court of Appeal ilisema ya kwamba presidential election itakuwa determined kwa constituency. Na ndio maana hao walienda wakachukua form 34B wakajaza, hawakungoja zile 34A. Na wacha nikwambie, kwa sababu mimi walijaza vipi bila hizo? And that is the question. Mimi nikiulizwa, IBC hawangekuwa na haraka sana ya kuamua. Ulikuwa na only 29,000 out of 40,000 polling stations. Wewe ulisema huyu ameshinda na huyu ameshindwa based on nini? Kwa hivyo unamaanisha kwamba NASA wana ushahidi wa kutosha mbali na NGOs? Barua. Kwanza ni kusema nimesikiza vile my friend Brian Weke amesema, lakini nataka kuongeza kusema namna hii. Serikali ya Kenya bado inafanya kazi. All departments are working. Hii Kenya Human Rights Commission, na mimi naongea hapo kama mimi nilikuwa zamani kiongozi wa NGO moja inaitwa Econews Africa. Sisi mnajua vile ma NGOs wanaoperate. Vile tumeambiwa na vile tumejua, hii mambo ya Kenya Human Rights Commission inatokana na non-compliance. Uchaguzi. Watu wanauliza mbona yakasubiri mpaka wakati huo nasema sasa, nasema hiyo kwa vile departments zote za serikali bado zinaendelea. Kulikuwa na uchaguzi kama an extra activity. Si kusema wakati wa uchaguzi lazima kila kitu isimame, uchaguzi uendelee. So hiyo ingine ni kusema AFRICOG vile naelewa ilikuwa hosted by Kenya Human Rights Commission. Ile ambaye yenyewe haikuwa compliant. Sasa hiyo ni kazi ya NGO Coordination Board inaendelea, na nataka sisi wa Kenya wote we differentiate mambo ya serikali, mambo ya uchaguzi na mambo ya board. Hiyo ingine ya kuuliza kama ni pigo kwa NASA, maana wametaja kwamba kuna mkono hapo wa serikali katika kutatua vile hiyo report tukanaye ni wakati wa uchaguzi kutangazwa nani alikuwa mshindi. Uhuru Kenyatta katangazwa mshindi. Kulikuwa na all the 290 form 34Bs. Ni kusema matokeo ya kila constituency ilikuwa imefinga hapa the Bomas of Kenya. Yalifikaje bila 34A? Manake jana Ezra Chiloba alisema kuna zile 11,000 ilikuwa bado hawajazipata 34A, na hizo ndo hujaza 34B. Hii report unasema mko nayo bwana, barua yatoka wapi? Wacha niseme hivi Lofty. Nataka nisaidie. Labda ajibu mwanzo barua kabla kuja kwako. Na nasema ile report wako nayo, walisema wako na zote 290. Hiyo report inatoka kwa IBC. Naam. Na walitangaza before announcing. Na kila mtandao zinaskaniwa alafu zinapigwa chapa. Before the final tally was given, all the 290 form 34Bs zilikuwa zimepatikana, zimefika kwa National Tallying Center. Kwa mujibu wako ama wa IEBC? Kwa mujibu wangu kutoka kwa IEBC vile wamesema. Sasa hakuna haja ya cast aspersion on every move.
Hiyo maneno yote bila tunataka tungeuliza Raila Amolo Odinga na timu ya NASA. Waende kotini. Naam. Watoe ushahidi wao. Supreme Court itoe uamuzi na Kenya iendelee kwa amani. Lofty, wacha niseme hivi. Na nimeona ni kwa nini Mheshimiwa Njogu Barua rafiki yangu alinyang'anywa kura kule kwa form 34B. Lazima awe na form 34A zote katika eneo lake. Akishajaza hii 34B, akipeleka hizi matokeo katika Bomas, kituo cha kitaifa, anabeba zile 34A zake. Zile alijumuisha. Kama si ushahidi peke yake. Akiulizwa ulitoa wapi, aseme nilitoa. Hii namba umetoa wapi? Kwa sababu wewe ukukua kwa polling station. Nasema hapana, nilijaza hii, nikajaza hii. Ni hesabu rahisi sana. Nikajaza hii, nikajaza hii na ndio hizi hapa. Sasa wewe returning officer wa constituency utaingiaje na fomu yako ambao haina evidence? Uibebe ambao barua yani. Lazima ukue umebeba form 34A. Na ndo zinasemekana hazijakamilika hadi wa leo. Hata sasa hivi CEO amesema, is on record, amesema kwamba wako na 29,000 out of 40,000. Sasa swali ni hii, wewe returning officer ambao ulipeana hii namba, ulipeana namna gani? Na kama ulifika Bomas ukazileta, uliwacha zile zingine wapi? Ni swali rahisi sana. Hiyo ni sawa, hiyo mheshimiwa amesema. Wacha tumuite mheshimiwa kwa vile hata yeye alijaribu. Nikamkuja mani wapi? Mbakasi wewe. Alafu kabwagwa. Atatueleza kwa nini. Sasa usimchekelee bwana. Kwa hivyo nyote mnaogelea kwenye dau moja. Nakwambia usichekelee mtu hivi. Wewe afadhali mimi nimeingia bunge. Mimi sijui kama weka witness wa NASA manini, mimi sijui. Lakini mimi nataka kusema ni hivi. 290 constituency form 34Bs were used for the final tally. Hiyo mambo ingine for the form 34As. Hiyo naelewa hiyo procedure yote. Correct. Lakini hiyo itakuja kotini, hiyo sio hapa. Haya, sawa. Hebu kuna watu wanahoji mitandaoni kwamba Raila Odinga amepigania sana demokrasia ya nchi yetu ya Kenya. Labda ni wakati sasa aweze kujiuzulu kutoka kwa siasa na apumzike. Brian. Ni muhimu na nimefurahia huyu amesema ya kwamba Raila kwamba kila mtu hakuna uhuru. Raila Odinga akifika saa yake, na nilisikia akisema kwamba labda hatasimama tena kama rais. Ni yeye ako katika demokrasia yake na right yake kama Mkenya kusema kwamba anawania ama wani ama anatoka ama atoki. Kwa hivyo nani wa Kenya wanaamua. Ile tunasema ni ya kwamba Lofty. Muhimu ni kauli ya Wakenya. Muhimu ni decision ya Wakenya. Muhimu ni haki ya Wakenya kusimama na kupiga kura, ni lazima iheshimike. Whether ni Raila Odinga ama ni Uhuru Kenyatta ama ni Njogu Barua ama ni Weke, haijalishi. Ni muhimu huo utaratibu uwe na kura ya watu ihesabike na ijulikane. Wanaambia Raila Odinga hata kabla kura haijatangazwa ya kwamba a concede defeat. Kazi ya observer ni kuangalia tu. Na kuangalia procedure. Na kama wewe kama observer haukuweka watu katika kila polling station ili unaweza ongea kwa mambo ya election results, basi hauko competent kucomment na mambo ya results. Kwa hivyo ningeomba Wakenya wawe watulivu. Sasa hivi nimeona NASA wameenda kotini. Ukweli itadhihirika kwa sababu kotini hao majaji hawakukua kwa IBC. Hawakukua kule kwa polling station. Watasimama kati. Hao ni kusimama waambiwe hapa kulikuwa na shida. Hapa tuna hii walileta hapa bila hii na hii. Sheria ya Kenya haikatazi mtu yeyote ama hata kuwe miaka 200 kama inawezekana kusimama kiti yoyote. Lakini mimi naunga mkono bwana Weke. Waamuzi wa Kenya ndio watafanya ndio utakuwa supreme. Raila Amolo Odinga shida ile alikuwa naye, ilikuwa na NASA. Ni kama walikuwa na that feeling of entitlement. Wanaenda uchaguzi wakisema hii ni lazima, hii ni yetu. Si kama walikuwa wameenda uchaguzi, ni kama walikuwa kuenda ku legitimize au kuformalize kitu ambacho ni chao. Kitu ambacho ni chao. Hiyo ndio inaleta shida. Sasa mimi mambo ya Raila Amolo Odinga kupumzika, mimi siwezi ongea juu ya hiyo, kwa mimi sio mwana NASA. Hata ukiangalia
maoni yake tu. System ya pumzike. Lakini wakati tulikuwa hii bunge imeisha, tulikuwa na motion ama bill ya retirement benefits ya former prime minister na retired vice president. Kama ataamua kuretire, ningeuliza bunge ya 12 wakiingia hivyo na Raila ameamua kuretire, wapitishe hiyo bill ili so that Raila Amolo Odinga apatiwe retirement benefit yake, alitae na akae kwa amani na furaha na in a capable and respectable manner. Thank you. Na kuna watu wanazungumza katika mitandao, tumeuliza, je, una maoni gani kutokana na tangazo la NASA, kutokana na hotuba ya NASA saa chache na hizi fomu? Mheshimiwa Njogu, umerushwa vijembe na Arnold Kagai. Na kurusha vijembe bwana. Jafeth Mumbere anasema, mbona hamjawaalika hawa akina Chiloba waje wapambane na Weke? Haya, tutawatafuta na Weke pia tumtafute, kama akona maswali kwao watawapa. Huyo ni Jafeth Mumbere. Nyingine ni ya Sakibu Ismail, anasema tafadhali mwambie huyo bwana ambaye yuko kando na Weke aache kutuchanganya bana. Haya, huyo ni Sakibu Ismail. Bwana barua lako hilo, kombora lako hilo. Nitasoma moja ya mwisho. Anaitwa Maseno Benrogas, anasema situasubiri tu mahakama iweze kuamua mambo yatakwenda namna ya magharibi, kunradhi. Ni kipi kilikifanya safari hii useme wache ikae 2017? Unajua Lofty, mimi nilisimama na nikapata kura 36,000 kwenye mchujo. Nilienda katika debe. Ulienda debeni na nikapata 36,000 votes. Nilishindwa na kura kidogo sana, sio kama Njogu barua. Lakini kidogo sana. Kidogo sana. Hakufika debeni. Hakufika debeni. Hapana, mimi nimeamua kumchongea. Lakini alichaguliwa. Hiyo wakati alitoroka. Ndio wakati niingia kwa debe na ikaingia kwa bunge. Huyo jamaa ananionea huyo. 2013 hiyo. Hiyo ni 2013. Lakini ma presiding officers walibadilisha mambo mengi, na nikasema kwamba mpaka sisi nchi yetu kuwe na demokrasia, mpaka nchi yetu kuwe na one man one vote, nikasema kwanza sasa hivi wacha nifanyie wa Kenya kazi kwa mambo nyingine. Mambo mengine. Kwa hivyo ulikubali na unasonga mbele. Nikasema tu wacha tujaribu mambo mengine. Nimekuuliza hilo swali kwa sababu kuna viongozi kutoka Ukambani walijitokeza, David Msila na vile vile kule Meru Jacob Kaimenyi, wakaanza kusema kwamba tuko tayari, japo tulishindwa, tutaungana na Uhuru Kenyatta kuweza kufanya kazi. Je, ni wakati pia wewe labda unafikiria kuanza kuhama kutoka chama kimoja muungano mwingine hadi mwingine, kwa maana hundo wakati wa kujipanga usimame wapi? Kama mimi Brian Weke, mimi hapa Nairobi nilisupport Mike Sonko. Kwa hivyo ni demokrasia ya mtu yoyote. Naam. Ukichagua leo hii nikitaka kufuata Njogu barua, it is within my democratic right. True. Kwa hivyo hata hawa viongozi ambao wametoka Ukambani ama pande ya Meru wakiamua kufanya kazi na serikali, na hii serikali si serikali ya watu fulani, sio serikali ya Jubilee, ni serikali ya Wakenya. Serikali ambayo itaingia si serikali ya mrengo fulani. The president hawezi kuwa president wa Central ama wa pande fulani. Ni president wa nchi yetu ya Kenya. Naam. Kwa hivyo sioni shida yoyote mtu yoyote kusema atafanya kazi na serikali. Kwa sababu labda wameshindwa ndo wanasema hivyo. Kuna demokrasia Kenya hii. Na bado mwenzangu anasema alisupport Mike Sonko. Ni kusema anasupport mtu mwingine ambaye anaoperate kwa environment ila sema sio democratic. Pia ningesema that is double speak, na bwana Weke ungefanya namna hii. Kama hakuna demokrasia, ungepigania demokrasia ionekane hata kabla hujasupport mtu. Hiyo ingine ya pili ni mambo ya kazi. Mimi niona jana kwa TV akina David Musera, kina Joe Motabu wanasema wanaomba kazi. Hapana, wanataka kusupport serikali. Lakini Jacob Kaimenyi umesema hiyo ni waziri tayari. Naam. Sijui kama nataka kuchange ministry ama nini. Lakini pia ningeuliza Rais wa Jamhuri wa Kenya, wakati tauda serikali na Committee X kutoka 63 64 sekunde 10 ukimalizia barua. Sasa nataka kusema hii, kama tutakuwa watu wataandikwa serikali, let us have watu wale wako na qualifications
hata kama mtu ni Mkamba, Mkikuyu, Mjaruo ama nini, akiandikwa kwa serikali awe na skills na qualification ya kufanya kazi hiyo na kuunganisha Kenya. Naam, shukrani sana. Bila shaka huyu ni Njogu. Na mimi sijamaliza. Umepata usemi wako wa mwisho Brian. Muda umetuishia, pole sana. Iwapo ulikuwa umehifadhi chini ya sanduku basi tutakualika tena.